Bahati Shukamili, Lucifer bin Koza, Lucifer bin Amanda, Lucifer bin Makei, Lucifer bin Afriti, Lucifer bin Jumnati Ima Sasari. Karibu tena katika channel yetu hii pendwa kabisa. Wewe ambao hujasubscribe, kumbuka kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili kupata notification soon habari zetu zitakavyokuwa hewani. Tunayemwona mbele yako ni mfalme wa majoka, King Cobra, King Majoka, ambaye moja kwa moja anaenda kufanya naye mahojiano. Ni kipi ambacho amekifanya wakiwa na Pastor Ezekiel Odelo. Leo tutaenda kuzungumzia, alituambia kwamba kuna story ambayo atatupa mikataba mbalimbali ambayo walisaini. Bwana kiongozi, habari ya sasa? Bahati Shukamili, Lucifer bin Koza, Lucifer bin Amanda, Lucifer bin Makei, Lucifer bin Afriti, Lucifer bin Jumnati Ima Sasari Akimashlash. Lucifer jini mkuu, Skavela Manamasi. Ninaomba kibali cha kuzungumza hizi siri kwa sababu siri ni nyingi, ni nzito, lakini ninaomba uwezo kutokana na nguvu ambazo ulizonipa za kuunganisha watu na nguvu ulizonipa za kutawala majini yote. Ninaomba unipe nguvu kwa sababu natumika na majini, natumika kuzimu katika utawala wetu. Ninaomba nguvu ambazo nakwenda kuzungumza hapa ziwe juu yako. Naomba kwa njia ya Skavela bwana wetu. Amina. Skavela ni nani? Watu wengi hawajui Mungu ni yupi, Mungu wetu wa chama. Mungu wetu wa chama ni Lucifer. Lucifer huwa anaitwa Skavela. Majina yanatofautiana. Kuna Skavela na kuna Manamasi, ni jina moja. Skavela ni manake ni ukuu katika utajiri. Ndio Skavela. Lakini ukizungumza Manamasi ni ukuu katika utawala na nyota. Hata huyu Mungu aliye hai huwa anaitwa Kaniko, ambaye Niko ni Yehova, ni Bwana wa majeshi, ni Bwana wa mabwana. Huyu Mungu ni wa wote. Lakini Mungu wa chama, unapotaka kutafuta utajiri, lazima uwe kwenye Mungu wetu. Ujiunge na Mungu wetu Skavela. Na maana mimi nipo chama, hichi chama cha Masonic ni chama cha Skavela. Ulisema leo unaenda kuzungumzia swala gani la muhimu? Leo ndazungumza vitu vingi. Maana watu wengi huwa hawaelewi vitu vingi sana. Kuna mikataba ya chama, kuna tofauti kati ya Illuminati na Masonic. Watu wengi huwa hawajui. Lakini hapa nataka kuzungumza mikataba tulio saini na Pastor Ezekiel Odelo. Mikataba ipo mingapi labda? Mikataba ipo 10. Lakini kuna kipindi nilizungumzaga mkataba wa Manamasi, ambao mkataba wa Manamasi huu umehusisha kategoria kuu 4. Mambo ya mali, mambo ya biashara, mambo ya ajira, mambo ya kazi, mambo ya kustaafu. Lakini mkataba huu ambao leo nazungumzia ni mikataba mingi. Sababu unajua tunasaini mikataba kutokana na wewe unaomba kitu gani. Wewe unataka kufanikiwa kwenye kitu gani? Nafikiri umeelewa. Kwa hiyo Pastor Ezekiel Odelo, hizo mali ambazo tumempa, pamoja na utajiri ambao tumempa, pamoja na muujiza ambao tumempa wa kumiliki waumini, kumiliki kanisa, ana misukule ndani, ana maiti ndani. Kwa hiyo tulisaini naye mikataba mikubwa ambayo ipo katika chama chetu. La tunaweza tukaprove vipi? Stories zimekuwa nyingi kuhusu Odelo. Odelo ni mtu kutoka kitambo anafanya hivyo vitu, na tumesikia kwamba ana majoka pia, anamiliki majoka mengi. Hizo stories zipo. Kwa nini wachungaji wamekuwa wakipakaziwa hizi stories siku zote? Unajua kwa nini viongozi wa dini wamekuwa wakipakaziwa? Wengi wanatumia madawa ya kuvutia wateja, wengi wana majeneza. Tuliwahi kusikia kuna mchungaji mmoja huko miaka hiyo ana misukule, mara nini, mara maiti. Hii imekaje? Ni kweli wao wanakuja kwenu kuchukua hivi vitu? Ni kweli, ndio maana wanaumbuka. Mambo haya ni ya kweli. Ukimuona mchungaji ana muujiza, ukimuona mtumishi wa Mungu yupo kwenye chama cha Skavela Manamasi peke yake. Wachungaji ambao hawana muujiza ndio wachungaji feki, ambao wanahubiri watu hawapati pesa, hawapati mafanikio. Kwa hiyo ukimuona mhubiri yote kama Pastor Ezekiel, mambo haya ni ya kweli. Na Pastor Ezekiel mimi nilimuunganisha 2020. Nilipomuunganisha kuna mikataba ambayo tulisaini kuzimu kwanza, na mikataba ambayo tukasaini katika ulimwengu wetu wa Kasfaya Hill. Huwa naongeza ulimwengu wetu wa chama, anapokaa Skavela, anapokaa Lucifer, anapokaa Manamasi, ni unaitwa ulimwengu wa Kasfaya Hill. Kasfaya Hill ni nini? Ni pango au nini? Yaani kuna yule mfano, kuna hii alama ya Masonia ambayo unaona tufe mbili katika nguzo moja, kwamba kuna dunia mbili. Ule ulimwengu wa Kasfaya Hill ndio ulimwengu ambao Shetani anaishi, majini mazuri anaishi yote, Lucifer anaishi au Manamasi, ambao ndio paradiso yenyewe, ambayo Mungu ndio ameahidi kwamba baada ya siku ya mwisho itakuwa ni paradiso. Hiyo ndio dunia ya pili. Kwa hiyo ukiona wajenzi huru, maana yake ni kwamba kuna vitu watu tunazima katika ulimwengu wetu huu wa Kasfaya Hill tunavileta huku. Kwa hiyo ukiona paradiso ambayo ya Kanaani, ndio hapa utawaleta majini. Paradiso ndio lile sanduku la agano ambalo Musa alilokuwa anaongoza wana wa Israeli lipo huko, ambalo ile sanduku la agano baada ya Musa utawala wake kupita,
alikabidhiwa mfalme Sulemani, ambapo mfalme Sulemani tunasema ni mungu wa chama, sivyo? Sulemani ile sanduku la agano, baada ya kupata utajiri, baada ya kuoa wale wanawake 700 na masuria 300, kuna mwanamke mmoja anaitwa Lilis alikosea masharti ya chama. Lile sanduku la agano, Mungu alisema kwamba nitanyang'anya ufalme wako, lakini sinyang'anya ufalme mzima, bali kipande cha ufalme nitakichukua. Kwa nini? Subiri. Agano akapeka wapi? Paradiso, ambapo paradiso ndio anapokaa Lucifer. Kwa hiyo Lucifer alipokuja kuasi Mungu, alitupia katika utawala huu ambao ndio wajenzi huru. Kwa hiyo kule Lucifer ana mamlaka ya kufanikisha watu utajiri na kulinda zile mali za utajiri. Ndio maana sisi chama kama binadamu, kwa mamlaka ambayo tulipewa, tunachukua kule vitu vya kule tunahamisha huku. Nataka niulize swali. Kwa nini Suleiman walimtemu kama ni mwanachama mkuu wa chama cha wajenzi huru? Kwa nini yani hajaonekane kwamba kwa sababu wanasemaga ni baba wa nani? Ni baba wa imani. Kwa nini wao wamtemu hivyo na ije ijulikane? Kabisa Sulemani jina lake anaitwa Yedidia. Maana yake ni Mungu pamoja nasi. Mungu pamoja nawe. Ina maana mfalme Sulemani alikuwa ni mtoto wa Daudi. Kumbuka Daudi kuna kosa alifanya. Daudi alimtamani kijakazi ambaye ni jemedari mkuu wa majeshi. Akamtuma aende akafe katika jeshi. Yeye akamlisi mke wake, akazaa mtoto wa kwanza akafa. Alipokufa mtoto wa kwanza, Mungu akasema nitamtuma mtoto mwingine Sulemani, naye nitampenda zaidi na nitampa siri. Kabla ya hapo hapakuwa na mfalme tajiri ambaye aliyepita, lakini yule mfalme Sulemani sasa ndio Mungu alimpa utajiri mkubwa. Na ule utajiri ulikuwa ni siri ambazo zipo. Kwa hiyo tukisema kwamba baba wa imani ni kana kwamba yeye ndio anajua siri nyingi. Na hata Lucifer alipokuja kufungwa kule, unajua shetani ana nguzo kutatu. Ana Mavent, ana Serpent na Travent. Shetani alipofanya makosa kwa Mungu, alitupwa kuzimu. Alipotupwa kuzimu, hata Yesu funguo alichukua wapi? Kuzimu. Nani alichukua funguo? Yesu mwenyewe. Yesu ndo alifuata funguo. Shetani, kumbuka kama shetani alikuwa ni malaika mkuu wa Mungu ambaye Mungu alimpa nguvu nini? Nguvu nyingi. Na shetani anajua siri nyingi za Mungu. Jiulize swali, kwa nini Mungu hakumuua shetani? Shetani baada ya kuasi alikuwa na siri ambazo Mungu anazijua. Ndio maana Mungu alipokuja kumshusha duniani, kuna baadhi ya nguvu ndio alimnyang'anya. Lakini kuna baadhi ya nguvu anafanya nini? Anazo. Na ambazo hizo nguvu unaona watumishi wa Mungu kina Pastor Ezekiel Odelo wanazitumia katika madhabahu. Ni nguvu za ibilisi ambazo zipo katika utawala, ambazo zibi siku ya kiyama. Siku ya kiyama jamani, hukumu itakapokuwa itakuwa katika nguvu ya nini? Nguvu kuu moja. Kwa wewe binadamu ambaye unamwasi Mungu na bado huna hela, bado unateseka, wewe ni mtu wa jehanamu. Na jehanamu sio kama nyinyi mnavyofikiria. Jehanamu maana yake wale wenye dhambi hatafufuliwa, moto haupo. Bwana, wewe ambao hujasubscribe, kumbuka kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili kupata notification soon ya habari zetu zitakapokuwa hewani. Ulioko mbele yako ni mfalme wa majoka, King Cobra, king wa mazabauni kabisa. Kwa wewe ambao hujasubscribe, tunakuomba uweze kusubscribe.